Hello everyone, welcome to our second episode of Mzinga Sports under the Hive podcast. Leo niko peke yangu, Edu hajakuwa area leo, amekuwa na shughuli zingine hapa na pale. So karibuni, we are going to see how we'll progress. Tutaanza na where we left from last week. Tulikuwa na some games zenye tulikuwa tunasema the upcoming games zenye zilikuwa zichezwe that weekend na over the weekday. So kumekuwa na series of activities zenye zimehappen under the sports, na today we are going to analyze each and every of those activities that took place. So tukianza kabisa, we'll start with our local football, of which tumekuwa na Mozart Cups. Tumekuwa na Mozart Cup, watu wamekuwa wakicheza quarter finals, now people are heading to semis, then finals zenye itachezwa huko Kwale. Then tumekuwa na SportPesa Premier League pia imechezwa. Kuna teams zimecheza match week 30, almost all teams. Kuna zingine game zao zilikuwa postponed, kama FC Leopard hawajacheza game yao na Mara Sugar, of which inachezwa leo hapo Nyayo Stadium saizi. So we are going to analyze each and every one of them. Let us start with the Mozart Cup. Kumekuwa na some few fixtures zenye zimehappen. Kulikuwa na game ya Bandari walikuwa wanacheza na Mfalme. Game ilikuwa inachezwa Baraki Stadium in Mombasa, of which it was a good game. Game ilikuwa poa sana. Bandari walishinda 5-3, 5-2, 5-3. Bao za penalty na zingine, of which Mfalme wali display a good game. They have a good player in the midfield. They played a good game. Mfalme walicheza game poa sana. Ukiangalia ni team ina participate through regionals, hajafika hata NSL. So it was a good game. Kufika quarter finals for such a team, that was a good display. Ni vile tu sasa Bandari ni team iko na uzoefu wa Kenya Premier League and all that. I think that was one of the limiting factors zenye zili affect Mfalme FC. Kwingine pia hapa jijini Nairobi kulikuwa na games kama ya KCB walikuwa wanacheza na Nairobi United. KCB walipiga Nairobi United 1-0, ilikuwa inachezwa hapo Ulinzi Complex. I remember Nairobi United ndio defending champion wa Mozart Cup. So the fact that the defending champions already walitolewa na KCB, so we are going to have a new champion in the house. Ukikumbuka the final yenye ilichezwa last time ya Mozart Cup ilikuwa kati ya Gor Mahia na Nairobi United. Nairobi United walifunga 1-0. Gor Mahia walipata hadi penalty dakika za mwisho, but hawakumanage kuconvert. So this time we have a new team and it proceed to the CAF Confederation Champions League Africa. So right now we are just waiting mwenye atashinda hiyo final na mwenye atashinda league. As we know right now there are only two teams zenye huwa zinaenda kuparticipate from Kenya. We take two teams, one yenye inashinda Mozart Cup na yenye inashinda league. So we'll have a new champion. So Nairobi United as per now and as per the standing of the table, last time tulikuwa represented Nairobi United na Police FC. As we speak, because Gor Mahia ndio wanaongoza ligi saizi, Police FC wako na points 51 na. So ukicompare the points gap, the gap between Police FC na Gor Mahia, Police FC we are just tukiza sema wako kwa title race, it's right to say that, because hata wakishinda game zao zote hawatafikia Gor Mahia. Juu currently games zenye zimebaki ni 4 peke yake ndio Kenya Premier League ishe. So meaning Police FC watakuwa na participate kwa CAF Confederation Cup. Nairobi United pia bado hawata participate kwa Confederation. So we'll have new teams zenye zitakuwa zina represent Kenya kwa CAF. Ukiconsider this season venye tulifanya kwa CAF, hatukufanya poa sana. I remember Nairobi United kulikuwa na some games zenye nilienda kuwatch ya Nairobi United Kasarani, and it was a good game. We had akina Hakim Ziyech, the team from Morocco, and they played very well. Nairobi United actually had a good game, but unfortunately walipigwa group stage. So walitolewa kwa group stage phase, wao ndio walikuwa number last. But there was one player who did very well, Benson Omala played very well kwa hiyo CAF Confederation Cup. Police FC pia hawakumanage kwenda mbali. So as we go now, tunaangalia new teams zenye zitakuwa zina represent Kenya hapo kwa African continent, and we hope this time round we'll have a good display
Yeah, tutakuwa na a good representation actually, because ukiangalia the price of money pia imekuwa increased. Walitangaza jana kwamba it is no longer $2 million, imeenda D4. So the price of money that watakuwa na compete there, it's a good money for clubs. So those people will represent our country. I know Gor Mahia obviously itakuwa hapo. Considering okay, FC ikiwin game zote, Gor lose, FC will be there. Na saizi Gor Mahia ku lose game, it's not something easy, because ukiangalia fixtures za Gor Mahia zenye zimebaki, wako na Police FC, wako na Mara Sugar, wako na Murang'a Seals na Nairobi United. Ukiangalia game ya Gor Mahia na Police FC ya last time, Gor walishinda 2-0. Police ndio walikuwa na host Nyayo, na mabao ilikuwa ya Felix Oluoch Mboya ambaye saizi baada kuna injury, but he is still the current top scorer of Gor Mahia, na amerudi training, ameanza kufanya light training on his own. Tulikuwa na Sharif Musa Shirengo Ramadhan, actually alianza season vizuri sana, is one of the best wingers currently in the Kenya Premier League, na yeye ndiye alifunga bao ya pili. By that time najua police walikuwa na issues here and there, but ukiwatch hii season, I know it is not going to be an easy fixture between Gor Mahia and Police, and I'm going to leave it open. Sitasema, I will not take a stance, because if I take a stand, itaonekana as if I'm biased. But ukiconsider Police walifanya good signings. I watched 2 of their games this week. Walicheza Saturday, walikuwa nacheza na Shabana, walikuwa nacheza Mozart Cup, of which hiyo pia waliwin. Bao ilifungwa na Abu Domar, ilikuwa free kick, na the condition of the pitch at Gusii Stadium is very wanting. Game mpira haiko inapita. So those are some of the issues that I think we are going to discuss as we proceed. So as I was saying, Gor Mahia na Police itakuwa game ngumu sana. Ukiangalia signings zenye Police wamefanya, Police wamesign a top striker called is a foreigner, is called Yves Kotiama. Saizi so far kuna 9 goals na aliingia mid season. So those are some of the things zenye tukiangalia, na Police wamekuwa kicheza game nzuri sana towards the end of the season. They have a good goalkeeper, and even the second reserve goalkeeper is a good one. So Gor na Police itakuwa a little bit tricky. Gor Mahia pia wamekuwa consistent. Niliwatch game yao na Kakamega Homeboys huko Mumia Sport Complex, ambayo pia tutaongelea facility. It was a good game. Kakamega Homeboys walikuwa melemea Gor. They played a good game, but unfortunately walijifunga own goal in the 88th minute. So Gor Mahia won. Ilikuwa pressure, ball from Ben Stanley to Beneza Hasifwa. I think Gor Mahia fans wanamuita Jasifu huyo, Beneza wa mabao. So they crossed then. The condition of the pitch actually is one of the factors that contributed towards that own goal. Jumpiri Libonsika piga player hapa. So people have talked about that goal actually, because Kenya hatuwezi kosa criticism. People watu wataongea pana pale, match fixing and all that, because of the current league that we are in. I know our league is not in the top level, but that one ilikuwa tu one goal ya kawaida. Yeah, the way one goal zinaweza happen. So ukiangalia hiyo game ya Gor na nini na Kakamega Homeboys, if we take the same approach, okay, defense wise Gor Mahia wako sawa, but midfield pia wako sawa, but Enoch Morrison ukiko hapo, Alpha kwa hapo, they're playing a good game, but hapo kwa striking force ndio bado at least Gor Mahia wako chini kidogo. La pia Enoch Morrison alipata red card, so that is also another setback for Gor Mahia in the title race that bado wako kwa saizi. Shabana walipigwa na Police 1-0, bao ya yenye ilifungwa na Abu Domar yenye ilikuwa free kick. Pia kulikuwa na game ya Ulinzi walishinda. Ulinzi walishinda, let me just confirm that one for Ulinzi. Ulinzi walishinda 1-0. Yeah, walishinda Kakamega Homeboys 1-0 na Shabana. So we'll have a semi-final yenye ita happen, then tutaenda from the winners, then we'll proceed to the final. So pia kumekuwa na FKF games za FKF zenye zimechezwa from last weekend, midweek up to now. Gor Mahia walishinda 1-0 yenye ilikuwa on goal, tushaongelelea. FC Leopards hawakucheza, game yao ilikuwa postponed I think because of the venue controversy, na pia hiyo issue yao na officials wa the referees, because unakumbuka referees walisema watu wa officiate game ya FC Leopards until apology itoke, and na club chairmans walimit, the stakeholders walimit, waka-agree kwamba Boniface Ambani hakuna haja peane apology kwa referees. So
game yao ilikuwa postponed but inachezwa leo Nyayo. Na Posta Rangers na Mara Sugar walicheza, ilitoka draw. Game nyingine yenye ilichezwa, Shabana walicheza na Police tena kwa ligi. Actually wamemeet sana. So Shabana walicheza na Police, Police FC walishinda. Walipiga Shabana, Abudo Mara alifunga na Zakayo pia alifunga. So walishinda 2-1 hiyo katikati ya wiki. Kumekuwa na lot of games zenye zilichezwa hapo nyuma. So this weekend we have also some fixtures that are upcoming in our local leagues. Before tuende kwa upcoming fixtures, kulikuwa na NSL. NSL saizi National Super League. There are 3 teams zenye zinafaitia promotion kukuja kucheza SportPesa League. Hapo tuko na Mombasa United, kuna Migori Youth na kuna 3K FC. Kumbuka kwamba Mombasa United inapatiwa support kubwa sana from the coastal leaders. I watched their game against Migori Youth last weekend. Tulikuwa na politicians there, leaders, the local leaders, almost all of them. Hadi Lulu Hassan, the media personality from Citizen, was present in that game. Migori Youth pia wanapata a lot of support from their patron, Mark Nyamita. He was also present during that game. So I think that is one of the area yenye imesaidia sana hizo teams kukua too much competitive in this league, because unakumbuka kwa National Super League budget haijakuwa poa sana. So teams zimekuwa zikistruggle, and FKF ikirelease funds ina release to some few teams, but ukiangalia the consistencies zenye zimekuwa between Mombasa United, Migori Youth na 3K FC, I think they are putting a good show towards the end of the season. Juu pale 3K iko na Migori United imetai na Mombasa United on top of the table, na walitoka draw ya 0-0 huko Mombasa. So Migori United ina lead na goal difference. 3K FC pia imekazana hapa. Equity pia iko. Of which 3K pia hii weekend wako na derby, unacheza na Fortune Sacco, hiyo ni Central Derby. So hiyo game pia itakuwa determining factor. Huko Nyanza pia kuna derby kati ya Migori Youth na Mofa. Itachezwa Wendo Green Stadium. So pia hiyo ni factor yenye itaangaliwa sana. Ukikumbuka Mofa walicheza na Talanta Kisumu, game ilikuwa na vita hapa na pale, but at least ilisha draw. So kuna wakati game ilisimamishwa, watu walikuwa napigana kidogo, but game ilisha draw. So hiyo ni NSL. So tunaangalia timu gani itapata promotion kukuja kwa SportPesa League. And I hope team yenye itapewa promotion at least wako financially stable ili iweze kwa sustain kwa SportPesa League. Juu ukiangalia zile timu zilitoka National Super League last season, raundi zote ni kama zitaenda relegation. Pamzo amefanya kazi mzuri na PS Bomet, juu hao ndio tulikuwa tunahofia wanaweza rudi relegation, but tangu Pamzo achukulie hawajai pigwa. They have been consistent, hata last week walishinda. So we are looking at we are trying to say, Kenya najaribu kusema ni hizo teams at least zikuwe financially stable, zinaweza jisustain to avoid these issues of match fixing and all that. So pale juu ukiangalia la season timu ilirudi ni Mara Sugar. Mara Sugar pia wamekuwa kicheza fiti sana. Hii APS Bomet pia imekuwa na game poa sana. Akina Nairobi United hata saizi inaania top 4, kumaliza top 4. Na the midfielder Kevin Hongaya ndiye amekuwa player of the month. So na pia niliona game yao ya hapa midweek na Tusker FC, walishinda Tusker 1-0. Nairobi United played a good game. So hizo teams zitatoka NSL, we hope budgeting iko sawa, finances ziko sawa, so that at least we maintain your tempo within the SportPesa League. Hizo ni fixtures na everything. So another topic yenye ningependa tuongelele kidogo kwa our local football yenye imekuwa ikitrend within the course of the week. Kumekuwa na some issues with the referees. Referees leo imetangazwa kwamba 3 referees wamekuwa suspended. One of them alikuwa referee mwenye alikuwa an officiate game ya Gor Mahia na Tusker huko Anguru Stadium. You remember the controversial penalty yenye ilikuwa between Esombe, Gor Mahia striker, haikupeanwa and all that. So Gor Mahia chairman Ambrose Rechera ali raise complaint, and from there tumeona some results. Na pia referee mwenye aliref game ya Gor na Bandari, uliona ref alipeana penalty, alafu tena fourth official akamuita waka cancel the same penalty. Watu walikuwa wanatoka stadium wakijiuliza, Kenya kuna VAR kweli? Mbona ref point penalty na tuna VAR and all that? Na pia referee wakati game ilisha, fans walianza kushow some sort of the temperature there was not good.
So leo there are some feedback from FKF ya kwamba some referees wamekuwa suspended na wamerudishwa kwa National Super League, of which that is a positive step towards our game. Yeah. Pia referees wamelipwa their dues. Wenye wako wamelipwa za last season wamelipwa up to match week 26. This is Kenya FKF inajaribu kufanya ni kwamba before league ishe all the dues of referees zitakuwa zimelipwa. Na referees wakilipwa at least tutakuwa tunaanza kuona some positive changes towards how they officiate these our local leagues. So we need such kind of issues zikuwe kwa league yetu ndio at least we see growth in our league, because we need to see growth kwa hii local league yenye tuko nayo. On another issue, I don't know if this is necessary, but pia ni necessary. I think it is high time FKF ama Kenya Premier League ikuwe run na independent institution, because the issue of FKF officials being voted in, I think in a limit in some areas. You remember these FKF officials are being voted in with these club owners and directors and all that. And there is this area, just yesterday I watched something, and it is a podcast. I will not mention the media house and I will not mention the name for the sake of. And there is this, is a secretary general for a certain team. Alienda kwa media house, then he started talking about referees and all that, of which it's not bad, but in a manner that was not good enough. Because kama kuna issue na referees, at least you raise that complaint in a good way, the same way Ambrose Rachir did. But ile you go rant about referees, if Premier League Kenya SportPesa League ingekuwa inaraniwa na independent institution, I think we could not be having such issues. But anyway, that is an issue for another day. Pia aliongelelea sana rival team Gor Mahia, which alisema wanabebwa sana hii season, because Gor Mahia is being sponsored by SportPesa, na SportPesa ndio bado imesponsor Kenya Premier League. At most of the goals Gor inafunga 90+. Hiyo ni game, because hata dakika zikiongezwa zimeongezewa team zote. It is not for one team to play. So bao ni bao. Na the same team wana criticize ati haina game, kazi ni kupura hii season, inaongoza table na 9 points. The second team inafuata na 9, wako nyuma na 9 points. So I think as much as we are trying to correct our game, we are trying to improve it, let us do it in a good way. Wengine pia wana criticize because there was a complaint that was raised about the status of Mumia Sport Complex, your stadium. It is not in a good condition. And I saw one of our media personality, Jana, saying that this team should not, Gor Mahia should not complain about the condition of the pitch. It is a big club, but on a stadium. And I think we should take it positively, the criticism from him. We took it positively. Tunafaa tukuwe na stadium as big teams. Club kama AFC na Gor Mahia, hizo ni teams kubwa sana Kenya Premier League, zinafaa zikuwe na their own stadium, of which tunaweza fanya the way AC Milan na Inter Milan wamefanya, wamejenga one stadium zenye wana share. We can also apply the same. But sasa, as you try to correct us, also try to promote our local league, because there is no way utaenda hapo useme Gor Mahia wamefanya hivi na hivi na umevaa jezi ya West Ham. If we ask you how much wanauza hizi jezi za local team hata ya Mara Sugar, huwezi jua. So as much as you are trying to correct this league, also try to promote the league in one way or the other. Si kila saa tunaongelelea negative things about our local football. Let us also try to make it, at least we bring that positive picture of our local football, we bring more investors, ndio game yetu ijaribu kuchange. Yes, so those are some of the issues zenye zimekuwa zikitrend this week. We are looking ahead to wonderful fixtures zenye zitakuwa hii wiki. Kesho Gor Mahia wakishinda Police na wadraw game next ama washinde game next, title race itakuwa imeshakuwa decided. But kushinda Police FC pia itakuwa kitu rahisi, because wako in the greatest form. So kesho ni serikali derby, kuna serikali ya serikali na serikali ya tear gas. So hiyo ndio itakuwa factor kubwa towards the title race. I think that is all about Kenya Premier League.